Kwa wale ambao walikuwa wanajiuliza namna ya kuchat na supplier kwenye jukwaa la Alibaba, utaingia hapo kwa hilo hapo. Sasa baada hapo nilisema kuna namna mbili za kusearch. Nilisema unaweza ukatumia kuandika hapa hivi. Unaandika au ukatumia kuweka picha ambapo kwenye hii icon hapa. Unagusa hapo, unachagua picha kutoka kwenye simu yako. Kwa option ziko mbili. Kwa mimi kuna mtu anataka air fryer. Kwa nitaingia hapo, nitagusa hapo kwenye kamera, nitachagua hiyo aina ya air fryer ninayotaka. Labda tuseme hii hapa tuseme kwa mfano. Baada ya hapo zitafunguka kama unavyoona zinafunguka hapo. Zinafunguka hivyo kama unavyoona, lakini lazima uzingatie vigezo ambavyo nilisema tu ya kwanza lazima uangalie supplier au muuzaji awe yuko verified na Alibaba wenyewe. Lakini pia ndani ukishamchagua kwa hapa nje utachagua ambaye uko verified, lakini pia kinachoonekana kwa hapa nje utaangalia idadi ya items au piece alizouza huyo ambaye tayari yuko verified. Na pia kinachoonekana hapa kwa urahisi pia ni number of years, ambayo tulisema number of years au miaka kutoka alipo be verified na Alibaba, at least kuanzia miaka 3 plus. Sasa hapa ngoja nichague kwa consider vigezo hivyo. Kwanza vingapi? Nimesema 3. Cha kwanza kwa hapa juu utaangalia kama yuko verified, lakini pia utaangalia miaka, nimesema kuanzia 3 kwenda juu. Lakini pia utaangalia idadi ya piece ambazo ameuza. Then utaenda kwa huyo mtu, uingie ndani ili uanze kuchunguza duka lake kwa ndani. So ni hivyo. Sasa hapa kuna huyu ana 120, kama ninaonyesha hapa. Na 120. Na 120 huyu. Na 120. As you can see hapa hivi. Umeona kwamba yuko verified, ana miaka 2 lakini ana 120. Hiyo unachana naye. Unashuka huyu hapa, huyu yuko verified lakini ameuza bidhaa 108. Yuko verified, ana miaka 2. Unachana naye. Naendelea kushuka. Huyu huyu hapa yeye yuko verified na ameuza 25. Unachana naye. Naenda huyu wa hapa yeye yuko verified, ana miaka 2, ameuza 25. Unachana naye. Naenda mpaka upate ambaye at least ameuza nyingi na kwa uhakika huyo. Utatafuta huyu ameuza nyingi lakini hajabi verified. Sasa ngoja tumjaribu huyu. Umeona huyu hapa yuko verified lakini ameuza piece hapo. Unaona hapa kauza piece kama 500, sold 500 hapa, na ana miaka kama 2 plus. Huo nitamgusa huyu. Nitamgusa huyo. Baada ya kumgusa huyo hapo, nitaenda kumsoma hapa chini. Utashuka chini hapa, utakuja hapa sasa.
utakuja hapa hivi kama nilivyosema tayari ilikuwa verified. Baada ya hapo nitagusa hapa. Baada ya hapo sasa, baada ya kufungua hapa itaonekana hivyo. Kwa hiyo hapa unaona hapa juu kuna home, then hapa kuna product, hapa kuna company profile. Kwa before kununua kwa huyu supplier lazima tuangalie nini? Lazima tuangalie profile yake au wadhifa au wasifu wa duka lake. Kwa tutaliangalia hapo, utagusa hapo. Kuna hii hapa nyingine ambayo nimesema ni review rate. Tulisema ianzie 3.5 hadi 5. Kwa hiyo ana 4.9. Kwa hiyo yuko vizuri. Then baada ya hapo nilisema kitu kingine, nilisema certifications. As you can see, huyu ana vyeti hapo ambavyo vinamruhusu kufanya biashara, na hata ukivizumu hapa vyeti vinaonekana hivyo hapo. Yaani ni vyeti, kwa mfano kama Tanzania hapa unakuta mtu ana leseni, akiwa na leseni, baada hapo unakuwa na nini, tax certificate na vyeti vingine ambavyo vinamruhusu kufanya nini, biashara. Kiuhalisia nikasema kitu kingine lazima uangalie au usome maoni, baadhi ya maoni ya walionunua. Kwa hiyo hapa ukiangalia hapa wameandika 11 reviews, maana yake ni maoni. Nikasema na yenyewe lazima utajitahidi uyafanyaje, uyasome. Kwa hiyo utagusa kwenye reviews. Hapa chini huyu hapa tumsome, huyu hapa tumsome. Anasema I'm very satisfied with this air fryer. It heats up quickly, cooks evenly, and makes food crisp and outside while tender inside. The capacity is just right for daily use and it is also very easy to clean. Kwa huyu hapa unaona wa kwanza huyu alimsifia kwamba hizi air fryer zake ziko vizuri na zinafanya kazi vizuri, na picha aliweka hapo, akaweka na ka video, kwa alirekodi akaweka hapo na video. Kwa lazima ujiridhishe kabla kununua, lazima ujiridhishe, na lazima uhakikishe umetumia picha na video ya bidhaa before paying. Huyu mwingine huyu hapa amesema very reliable ice maker with excellent building quality and it produces quick and consistency and run quiet. The seller was professional, shipped prompt and they provided clean communication. The package was secure. Kwa hiyo pia amemsifia. Amemsifia. Then baada ya kujiridhisha hapo, unaendelea hatua inayofuata ambayo ni kuchat au start order. So hapo utachat na supplier sasa, una muuzaji. Utagusa kwenye chat now, then utasendi hapo. Baada ya hapo unaona hapa juu kama yuko online hapa, utaona atakuwa na type hapo, unaona imeandika typing, manake anakujibu. Anakujibu hapo, na akisoma hapa chini unaona akisoma hapa panakuwa na maandiko read, lakini kama hajaisoma patakuwa na maneno kama mekundu, ataandika unread. Kwa hapa ameniambia could you please share your specific requirement. Kwa namuuliza sasa, ameniuliza, kwa nitasema I need to buy one piece of air fryer with 10 liters. Kwa hapa unauliza quantity, kwamba nataka ngapi na nataka ya design ipi. Kwa hiyo mwambie nataka moja lakini iwe ya lita 10.
Kwa hapo anajibu tena hapo juu. Kwa ni rahisi tu, yani ni rahisi na nitakusaidia hatua kwa hatua bila wasiwasi. Hapo amenijibu, amesema hapa our air fryer is 8.8 liter and the minimum order it is 5 piece each $29. Kwa hapa ameniambia bwana kwamba wenyewe wana air fryer ambayo ina capacity ya lita 8.8, lakini minimum order MOQ ambayo nilisemaga kipindi fulani MOQ kwamba huyu yeye anaagiza kuanzia 5. Kwa huyu kama uko serious unamwambia bwana I just need 1 piece. Kwa utamwambia mimi nataka moja tu. Na yeye moja anauza $29. Kwa hiyo nimwambia mimi nataka moja. Akikubali tunaendelea na biashara. Akikataa unaachana naye, wauzaji ni wengi. So tusubiri. Amekubali, got it. Sasa nimuulize, can you send photos of the product? Nimuulize, can you send a photo of the product? Kwa namuuliza, anaweza akatumia picha kama nilivyosema, lazima utumie picha, short clip, lakini pia na aina plug ambayo unaitaka kulingana na mahitaji yako. Na kama unataka any customization, labda uwekee design fulani ambayo unaitaka, utamwambia, lakini kufanya customization huwa unahitaji gharama kidogo iongezeke. Lakini kwa hivyo kawaida lazima umwambie kwamba aina gani ya plug, quantity kiasi gani, lakini pia ukubwa wa hicho kitu ambacho unakitaka lazima akutumie. Kwa hiyo hapa pia anaendelea kutype hapo. Video itakuwa ndefu lakini nitaifupisha hapo, nitaikata. Nataka niende naye mpaka nitumie order. Kwa sababu kwenye Alibaba ni tofauti kidogo na 16.8. Sasa hapa anasema could you share your email, I will send the details, photos and info check. Sasa hapa nataka nitumie picha, yani checklist yake ya bidhaa zote ya kampuni ambayo anasema mimi nitamtumia hapa. Nitamtumia email. Nitamtumia. Sasa nijifanye kama nataka kununua. Sasa hii atanitumia, ataangalia kwa muda wangu, lakini nataka nijifanye kama nataka. Kwa hiyo nimwambie send me an order for payment but discount for me at least 25 USD. Kwa hiyo namwambia nataka ninunue, anipunguzie kidogo, labda nifanyie USD 25, ambapo sasa kama na $60 hivi au $50 kitu. Amenitumia email, lakini pia amenitumia checklist yake, yani vitu ambavyo duka lake anauza, preview online. Huwa amenitumia, japokuwa hii wengi huwa hawatumi, sio lazima. Huwa amependa tu. Hapa downloading hela, tuachane nayo tuendelee na kazi. Anasema I will check with the seller about your discount because I get back to you soon. While could you confirm how many pieces? I have said I need 1. I need 1 piece. Nataka moja. Kwa umeona sasa huku anauza USD 25, lakini ukienda 16.8 bei lazima itakuwa tofauti, itakuwa chini kwa hii aina ya air fryer ambayo ina 8.8 liters. Kwa hiyo lazima itapungua. Kwa hiyo amesema kipindi anamuuliza muuzaji au mabosi wake kwamba anaweza kanipunguzia, ameniuliza nataka pesa ngapi. I know you need just 1 piece. Since our minimum is 0, I can check if we can offer a sample or we find another. Okay. Kwa ameniambia kwamba okay, najua tayari tunataka 5. Sasa ngoja niangalie kama tunaweza tukakufanyaje, tukakuuza. Niambia okay. Kwa hiyo akikaa akijifikiria, akikubali, tutakuja tuendelee na biashara. Kwa hiyo inakuwa hivyo.
na ni unachati naye kwa kawaida tu. Karibu sana Uagizaji Hub. So this is our end of our